يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, unwani ya khutba yetu leo inasema utukufu, ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na nguvu zake na uwezo wake. Azamatullahi subhanahu wa ta'ala wa quwwatihi wa qudratihi. Hii ndiyo unwani ya khutba yetu ya leo. Enyi ndugu zangu wa Islam, katika ulimwengu huu tunapoisoma Qur'an, kuna wengi walipita na miongoni mwao walijigamba wakadai kwamba wao wana nguvu. Allah azza wa jalla akanukuu maneno yao ndani ya Qur'ani pindi aliposema waqalu man ashaddu minna quwwa, walisema hali ya kujigamba, ni nani aliye na nguvu kuliko sisi? Allah subhanahu wa ta'ala anasema awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum, hivi wao wanaodai kuwa wana nguvu hawaoni au hawajui ya kwamba yule aliyewaumba wao huwa ashaddu minhum quwwa, kuwa yeye ndiye ana nguvu? Naam, kweli nguvu zao hazikuishia pahali popote isipokuwa ni kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qawiyyul aziz, yeye ndiye mwenye nguvu tena asoshindwa kwa nguvu zake. Allah subhanahu wa ta'ala huwa ala kulli shay'in qadir, yeye ni muweza juu ya kila kitu. La yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama, hakuna kitu chochote kile ambacho kinamshinda Allah subhanahu wa ta'ala juu mbinguni au juu katika ardhi hii. Huu ndio uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, nguvu zake na uwezo wake. Hakuna ambaye anayeweza kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Tukija katika suratu Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola ambaye anayeabudiwa juu mbinguni, na yeye ndiye Mola ambaye anayeabudiwa juu ya ardhi hii. Wengine unaweza kufikiria kwamba Allah amesema huwa alladhi fis samai ilahun, kwamba ati juu mbinguni kuna Mola
na katika ardhi hii kuna mola. La, maana yake ni kwamba huwa al-ma'budu wahdahu fi as-samai wal ardh. Allah azza wa jalla yeye peke yake ndiye anayeabudiwa kwa haki juu mbinguni na juu ya ardhi hii. Wa huwa al-hakimul alim, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye hikima, tena yeye Allah ni mjuzi. Wa tabaraka alladhi, na ametukuka mola ambaye lahu mulku as-samawati wal ardh, ni vyake yeye vilivyoko juu mbinguni na vilivyoko juu ya ardhi hii. Wama bainahuma, na vyote vilivyomo baina ya mbingu na ardhi yeye ndiye anayevimiliki. Wa indahu ilmu saa, isitoshe kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kujua kiyama kitasimama lini. Wa ilayhi turja'un, na sote tutarejea kwake. Hadha huwa Allah, huyu ndiye Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi ndugu zangu Waislam, baada ya kujua haya, fattaqullaha ta'ala wa ati'uhu, mcheni Allah azza wa jalla na mumtii yeye. Wa'adhimuhu, na mumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala biqulubikum wa aqwalikum wa af'alikum, kwa nyoyo zenu na kwa matendo yenu na kwa maneno yenu. Fa'alliqu bihi qulubakum, kisha enyi waja zitundikeni nafsi zenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuziacha ndimi zenu kuwa majimaji hali ya kumtaja yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha muzisimamishe viungo vyenu, muviweke viungo vyenu tayari kwa ajili ya toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu, kwani yeye Allah subhanahu wa ta'ala al-adhimu, yeye ndiye anayestahiki kuadhimishwa. Yajibu an yu'adham, anayepasa kuadhimishwa. Allah azza wa jalla ni mtukufu, na yeye peke yake ndiye anayefaa kutukuzwa. Allah azza wa jalla, ndugu zangu Waislam, huwa al-qadiru la yuhqar, yeye ni muweza tena hashindwi na lolote lile juu ya ardhi hii wala juu mbinguni. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, yeye ndiye mshindi juu ya waja wake, na ndiyo sababu elimu yake imewazunguka waja wake. Hakuwaacha hivi hivi pindi alipowaumba Allah subhanahu wa ta'ala waja wake, hakuwaacha hivi hivi. Kitu gani kilitokea? Bal dabbarahum wa razaqahum wa kaffalahum. Allah azza wa jalla amewamanage, amewasimamia waja wake, na yeye ndiye anayetusimamia. Bali Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayewaruzuku waja wake, yeye ndiye anayeturuzuku sisi, na yeye ndiye ambaye anayetudhamini sisi waja wake. Bali kwa ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahyahum wa amatahum, yeye ndiye ambaye anayewawacha waja wake kuwa hai, na yeye ndiye atakayewafisha. Wa ilayhi marji'uhum, kwa ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo sababu sisi sote tutarudi kwake. Inna ila rabbika ruj'a, hakika kumbuka aya hii kwamba iko siku utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma turadduna ila alimil ghaibi, nyote nyinyi mutarudi kwa Mola subhanahu wa ta'ala ambaye ni mjuzi wa mambo ya ghaibu na mambo ambayo yanajulikana. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, ili akawape habari ya yote yale ambayo nyinyi mnayafanya. Hadha huwa Allah, huyo ndiye Allah. Ni nani anayeweza kuyasimamia haya yote ambayo tumeyazungumza katika nukta hizi? Hakuna. Na ndiyo sababu ndugu zangu Waislamu, mara 5 kwa siku muadhin anaadhini akitamka maneno makubwa akisema Allahu akbar, Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Ai Allahu akbar min kulli shay,
maana yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa kuliko kila kitu. Allahu akbar min kulli kabirin. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko yule yeyote anayejiita kuwa yeye ni mkubwa. Munaposikia maneno haya munafanya nini? Munakimbilia katika misikiti kwa ajili ya kusimamisha sala, na munaposimama wima mumeelekea kibla katika takbiratul ihram munasema Allahu akbar, kwa maana Allah ni mkubwa kuliko kila kitu. Hivyo basi ndugu zangu wa Islam, adhimullah, muadhimisheni Allah, mtukuzeni Allah subhanahu wa ta'ala, lianna man azzama Allah adhamahu Allah. Yoyote mwenye kumtukuza Allah azza wa jalla, na yeye Allah atamtukuza. Vipi tumtukuze Allah azza wa jalla? Tumtukuzeni Allah azza wa jalla kwa kubeba kinga ambazo Mtume alayhi salatu wassalam ametufundisha tuwe ni wenye kuzibeba kinga hizo. Kinga hiyo ni ipi? Ni at-tasbih. Tasbih maana yake ni kusema subhanallah mara zote. Hakikisha mdomo wako unamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema subhanallah. Mtukuzeni Allah azza wa jalla kwa kuleta tahmid, yani alhamdulillah. Saa zote mshukuru Mola subhanahu wa ta'ala, kwani yeye ndiye aliye na sifa njema kuliko mtu yeyote yule. Mtukuzeni Allah kwa kuleta takbir, kwa kusema Allahu akbar, Allahu akbar. Wakati wowote mtukuze Allah subhanahu wa ta'ala. Mtukuzeni Allah azza wa jalla kwa kuleta tahlil. Tahlil maana yake la ilaha illa Allah. Saa zote la ilaha illa Allah, kwa sababu la ilaha illa Allah ni afdalu dhikri. Enyi ndugu zangu wa Islam, ndiyo dhikri iliyo bora. Bali la ilaha illa Allah ukiwa utadumu nayo ndiyo miftahul janna, ndiyo ufunguo wa kuingia katika janna. Bali Mtume alayhi salatu wassalam akasema, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Yule ambaye itakuwa maneno yake ya mwisho kuondoka katika ulimwengu huu ni kusema la ilaha illa Allah, basi huyo ataingia peponi. Ndiyo Allah akamwambia Mtume alayhi salatu wassalam, fasabbih biismi rabbikal azim, basi litukuze jina la Mola wako ambaye aliye ni mtukufu kabisa. Enyi ndugu zangu wa Islam, Allah ndani ya Qur'ani kuonyesha ukubwa wake na utukufu wake anatupa habari kwamba yeye anajua siri zote za ulimwengu huu, anajua siri za waja wake, anajua dhamiri za waja wake, anajua nia za waja wake, bali anajua yale yote ambayo nyinyi munayadhihirisha. Katika suratul Maida Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul, sema ewe Muhammad waambie watu, in tukhfu ma fi sudurikum, ikiwa nyinyi mutaficha katika vifua vyenu yale mutakao yaficha, au tubduhu, au mukayadhihirisha mukayafichua yale mutakayo yafichua, mukificha mukidhihirisha kwake yeye Allah yote ni sawa sawa. Ya'lamuhu Allah, Allah azza wa jalla anayajua yote. Wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, Allah anatupa habari, musione ulimwengu unakwenda hivi hivi. Allah azza wa jalla anayajua yote yaliyo juu mbinguni na yaliyo katika ardhi hii. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah azza wa jalla ni muweza juu ya kila kitu. Baada ya hapa ndugu zangu wa Islam, napenda kuwaambia kwamba miongoni mwa jambo bora ambalo nafsi itakuwa ni yenye kufaidika nalo katika ulimwengu huu, maarifatullahi ta'ala, ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi, kwa majina yake, wa sifatihi wa af'alihi, kwa sifa zake, majina yake na vitendo vyake vilivyo vyema. Ukimjua Allah azza wa jalla, ndio utakuwa wewe saa zote unamtukuza yeye. Na Allah azza wa jalla ndugu zangu wa Islam amejitambulisha yeye mwenyewe ndani ya Qur'ani
sura maarufu sote tunaijua. Allah anasema huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim. Hadha huwa Allah. Allah anasema huwa Allahu alladhi, yeye Allah ndiye ambaye kwamba la ilaha illa hu, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Tena yeye ni nani? Alimul ghaibi wash-shahada, anayajua yote yale yaliyofitamana na anajua yote yale ambayo yaliyo waziwazi. Huwa ar-rahmanur rahim. Allah azza wa jalla yeye ni mwingi wa rehema, ni mwenye kuwarehemu wema na waovu hapa duniani, lakini ar-rahim ni mwenye kuwarehemu wale wema peke yake siku ya kiyama. Ndugu zangu Islam, utakapomjua Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wako utakuwa ni wenye kukunjuka, na hiyo siyo siri, bali moyo wako utakuwa ni wenye kufarijika, na hilo silo la siri, bali moyo wako utakuwa na yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya haya, ndugu zangu Islam, mitume waliopita wote walikuwa wao wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala kuliko vile sisi tunavyomjua Allah, bali wao mitume waliopita walikuwa wao wakimuadhimisha, wakimtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kuliko vile ambavyo sisi tunamuadhimisha. Huyu hapa Nabii Ibrahim alayhi salam anawatangazia watu wake kuhusu Allah ni nani, anawajulisha watu wake Allah ni nani. Pindi aliposema qala, akawaambia afara'aytum ma kuntum ta'budun, je, mumewaona hawa ambao nyie mnawaabudu, masanamu haya mnayaabudu, je, yawanasikia? Yanawasikia? Je, masanamu haya yanawadhuru? Masanamu haya yanawanufaisha? Tena antum wa abaukumul aqdamun, munayaabudu haya masanamu nyinyi pamoja na wazazi wenu wa kale. Fa innahum aduwwun li, basi nisikilizeni. Nabii Ibrahim awaambia watu wake, hao wote mnaoabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, mimi siwezi kuabudu kabisa, hao wote ni maadui zangu. Illa rabbal alamin, isipokuwa mola wa viumbe na walimwengu wote, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni Nabii Ibrahim anawajulisha watu wake, kisha anawatolea sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni nani? Alladhi khalaqani fahuwa yahdin, yeye Allah ndiye ambaye aliyeniumba mimi na yeye ndiye ambaye anayeniongoza mimi. Walladhi, yeye Allah ndiye ambaye yut'imuni wa yasqini, na yeye ndiye anayenilisha na kuninywesha mimi. Wa idha maridhtu fahuwa yashfin, na ninapougua, ninapokuwa mgonjwa, mimi yeye ndiye ambaye ananiponya mimi. Pamoja na kuwa tumeambiwa tutumie dawa, ndugu zangu wa Islam, dawa tunatumia ni sababu, lakini ashafi ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi yumituni thumma yuhyin, na yeye ndiye ambaye atakaye nifisha mimi na kisha atanihuisha siku ya kiyama. Walladhi, akawamalizia kwa kuambia, na yeye Allah ndiye ambaye atma'u, nataraji kutoka kwake, ay yaghfira li, kunisamehe mimi, khati'ati, madhambi yangu na makosa yangu, yaumaddini, siku ambayo itakuwa ni siku ya kiyama na siku ya malipo. Hadha huwa Allah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Enyi ndugu zangu Islam, miongoni mwa ukubwa wa Allah, tusikilizeni kipande cha hadithi hii ambayo imepokewa na al-Imam Muslim kutoka kwa sahaba mtukufu Abi Dharr.
asema mtume alayhi salatu wasalam, qala Allah ta'ala, asema Allah azza wa jalla kuwaita na kuwatangazia waja wake, ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum, law wa mwanzo wenu, wa akhirakum, na wa mwisho wenu, wa insakum, na binadamu wenu, wa jinnakum, na majini wenu, qamu, watasimama, fi sa'idin wahidin, katika kiwanja kimoja, fasaluni, kisha hao wote wakawa ni wenye kuniomba mimi, fa'ataitu kulla insanin mas'alata, Allah anasema nitampa kila mmoja kile ambacho anachokitaka. Allahu akbar. Hadha huwa Allah, huyo ndiye Allah. Lau wote wa mwanzo na wa mwisho, majini na binadamu wote watasimama katika kiwanja kimoja kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema nitawapa yale ambayo wanaoyataka, ma naqasa dhalika mimma indi, hawatapunguza chochote katika kile ambacho ninachokimiliki mimi, illa kama yankusul mikhyatu, isipokuwa ni kama kupunguza sindano, idha udkhila albahra, pindi inapotumbukizwa katika bahari. Huu ndio ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tusimtukuze Allah azza wa jalla? Ndugu zangu Waislamu, tumuombe yeye, ana uwezo wa kutupa sote, sisi na wengine, na hata waliopita wote, lau watafufuka Allah atawapa yale ambayo wanayohitaji. Vipi tusimtukuze Allah kwa ukubwa wake na utukufu wake? Hadithi nyingine ndugu zangu Waislamu ni kwamba miongoni mwa utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba mbingu na ardhi iko katika mkono wake Allah azza wa jalla, kahabati khardalin fi yadi ahadina, kama vile ambavyo punje ya mtama au ya khardal au ya mchele utakavyoizuia katika mkono wako. Mbingu na ardhi zote ziko katika mkono wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini msimtukuze Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio hadithi ambayo iliyopokewa na al-Imam Bukhari rahimahullah kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, yatwi Allahu as-samawati yawm al-qiyamah, Allah azza wa jalla atazikunja mbingu siku ya kiyama, thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna, kisha atazikamata kwa mkono wake wa kulia. Laisa kamithlihi shay'un, tunapozungumza mikono ya Allah haifanani na mikono ya mtu aina yoyote wala kitu chochote. Wa huwa as-sami'ul basir, bali Allah yeye ni mwenye kusikia na mwenye kuona, na kusikia kwake si kama tunavyosikia sisi, na kuona kwake si kama tunavyoona sisi. Thumma yaqul, baada ya kuzikunja mbingu ndugu zangu Waislamu, Allah atasema ana al-malik, mimi ndiye mfalme. Aina al-jabbaruna, wako wapi wale majeuri? Wako wapi wale majeuri mafidhuli? Aina al-mutakabbiruna, wako wapi wale walio na kiburi? Hiyo ndiyo ile siku ambayo Allah atasema limanil mulku al-yawm, ufalme ni wa nani leo? Watu wote hakuna atakayejibu, atajijibu mwenyewe Allah, lillahi al-wahid al-qahhar, ufalme ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni yuko pweke na yeye ni mwenye ushindi. Thumma yatwi al-ardhina, kisha Allah atazikunja vile vile ardhi saba. Thumma ya'khudhuhunna bishimalihi, kisha atazikamata kwa mkono wake wa kushoto. Thumma yaqulu, kisha atangaze tena ana al-malik, mimi ndio mfalme wenu. Aina al-jabbarun, wako wapi wale majeuri? Aina al-mutakabbirun, wako wapi wale walio na kiburi? Hadha huwa Allah, huyo ndiye Allah. Kwa nini tusimuogope? Kwa nini tusimche Allah? Kwa nini tusimuadhimishe Allah wakati yeye ana uwezo na nguvu ambazo ni za ajabu zisizomithilika ndugu zangu Waislam? Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema yawma natwi as-samaa katayyi as-sijilli lilkutubi kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Katika aya nyingine Allah akasema wama qadarullaha haqqa qadrihi
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Huyu ndiye Allah. Kwa hivyo kuanzia sasa, ikiwa ilikuwa humjui Allah subhanahu wa ta'ala au umeghafilika na kumjua Allah, huyu ndiye Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم التف بنا فيما جرت بالمقادير وهون علينا كل عسير إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.